Umewaishwa. Unaweza kufikiri umepata maisha, kumbe umepatikana wewe. Maadili ya kibibilia inatuelekeza kuishi maisha matakatifu. Na Biblia inasema, vijana, yatafuteni yaliyo juu, sio yaliyo chini katika ulimwengu huu unaishi. Ulimwengu una muda wake. Ulimwengu utapita. Wako watu walioishi ulimwenguni wakiwa na fahari sana. Wako vijana waliopita katika ulimwengu huu walikuwa na fahari sana na walisifika sana. Hawakutaka hata kukanyaga ardhi, lakini leo kumbukumbu zao hazipo. Mwambie kijana wenzako, mwangalie uso. Mwambie usidanganyike. Mshike mkono, mwangalie, usidanganyike. Ulivyo, kuna walio wazuri kuliko wewe. Mwambie tena, usidanganyike. Ulivyo, kuna walio wazuri kuliko wewe. Mwambie ulivyo, kuna waliokuwa kama wewe, lakini wamehesabiwa kuwa watakatifu na sasa wamepumzika kwa Yesu. Sio wewe umeanza. Wako vijana wanaweza kupandisha mabega kweli kwa nyama walio nayo, mpaka na mwendo anabadilisha, mpaka na kutembea anabadilisha. Wako waliobadilisha kuliko wewe. Wewe uko kwenye hamo tu, tena wewe hujafikia hata nusu yako. Bali kuna vijana leo, nikisema leo kuna vijana, kuna vijana, hao ni vijana. Unajua kama ni vijana, sisi tupita vijana na tuliona vijana, sio ninyi wa mandazi, vijana wa mandazi. Lakini afadhali ukae kwa Yesu uende mbinguni. Afadhali ukae kwa Yesu uende mbinguni. Kaa kwa Yesu kijana, uende kwa Yesu. Usiharibu wala kuchezea ujana wako wala maisha yako vibaya. Haina maana. Tena kizazi chenu ni cha ajabu kabisa. Cha ajabu. Mabelu kwa cha ajabu. Kilichobaki, tunza maisha yako uende kwa Yesu. Uishi maisha ya utakatifu. Yatafuteni yaliyo juu, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyopo katika nchi. Endelea na inatosha hiyo. Kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa na Kristo katika Mungu. Maana yake nini? Tulikufa kwa makosa tuliyokuwa tukiyafanya, lakini ile kifo Yesu Kristo ameibadilisha, akaificha, akatufanya kuwa hai mbele za Mungu, na tumshangilie Kristo kwa makofi na vigelegele. Maadili ya Kristo, maadili ya Biblia inatuelekeza hivyo kwamba kuishi maisha matakatifu. Lakini haishi hapa. Maadili ya Biblia inatuelekeza kuishi maisha ya haki. Maisha ya haki. Kijana
ishi maisha ya haki. Hata ukipita mtaani, watu wakutamani, watu waulizane kwamba huyo ni binti wa nani. Wakati Ibrahimu anafikia uzee na kijana wake amefikia umri wa kuoa, anamuita mtumishi wake, anamwapisha kwamba nakutuma uende ukamtafutie mwanangu mke, na mwanangu hawezi kuoa kabila yoyote isipokuwa ataoa nilikotoka. Nenda mpaka huko nilikotoka ukampatia mwanangu nani? Mke. Na akala kiapo ile mtumishi kwamba hawezi kwenda kinyume na kiapo hicho, atamtafutia Isaka mwanamke ambaye ni ndugu yake. Unaelewa maana yake? Mwebrania hakuruhusiwa kuoa mkabila yoyote ile. Na hii ndio utamaduni wa Biblia. Na ukifuata historia, hata kipindi cha Ezra, wakati wako uhamishoni, wale wasome Biblia walijichanganya, wakaoa makabila, wakazaa nao, lakini siku ya toba waliamuriwa kuachana na wale wanawake, hata na wale watoto waliozaa nao kuwaacha huko. Ilikuwa tamu hiyo. Umemwacha mke na watoto uliowazaa, hawahesabii kuwa ni wapako. Na wazee wakasimama malangoni kipindi cha toba cha Nehemia na Ezra kama ni wale watu waliwacha watoto na wake zao. Kwa nini? Inakufundisha ndugu yako ndio utakayeoa kwake. Leo tumechanganyikiwa Pentecost, mnachumbia mpaka majini. Alafu unasema Mungu anafurahia haya. Majini. Watoto wa Kristo wanachumbiwa na majini. Majini. Dini ambayo hata mtu wako akifa huwezi kumwaga wala kumuona wewe hata kwa macho. Lakini watoto wetu wanachukua na majini na wanawasikiliza. Nelaaliwa. Na usifikiri utajenga chochote hapo. Na vijana wanaokota huko. Kosa kwa ndani. Ezra vijana. Watusaidie tulielewe neno la Mungu. Na Mungu atusaidie tulielewe neno la Mungu. Na Mungu akusaidie kijana ulielewe neno la Mungu. Hapana shida moyoni. Wanaanzishwa toba nyingine ya msalaba. Asalamu Maria. Tule mhubiri kwa sanamu, lakini watoto wa Pentecost leo wanakimbia kuolewa. Ndugu zako hao. Waulize kwa wale ndugu zako. Wa Pentecost wameishi. Mungu awaponye maisha ya haki. Na mtumishi wa Ibrahimu alifanya vile vile. Alipokwenda kafikia nchi aliyotoka Ibrahimu, akaenda kutega kisimani.
huku akiwa ameomba Mungu kwamba binti atakayekuja nikamwomba maji ya kunywa, huyo ndiye mke wa Bwana wangu. Ndipo alipotokea nani? Rebeka. Akamkuta ile mtumishi, akaomba maji, akampatia maji, akamwambia sio maji ya kunywa, pole, naona umechoka, na hata ngamia hawa ulio nao nitawatekea maji. Maana yake ilikuwa nini? Ndipo alipoinama kifudifudi akamshukuru Mungu, akamwendea, akamvalisha pete ya uchumba tayari, na ndipo alipomwambia Mungu, huyo ndio yule ambaye namtaka, binti ambaye anawajibika. Kitendo cha Rebeka kuteka maji, kuonyesha ngamia, ni kitendo cha mwanamke mwajibikaji anayejituma katika shughuli. Lakini leo tuna binti wasukwa miguu. Utachumbiwa na nani? Unasukwa miguu. Ili iwe nyeupe. Utafikiri unatembea na ndege. Mungu anaishi na raha. Singira yenyewe haifanani na wewe. Katai usafi. Hata Biblia inasema fanyeni nini jamani? Ukiokoka uwe sio unafaa nguo za ajabu, pia watu watakukimbia. Hata ile mchumba anayefikira kimchukua anasema nampeleka mzigo nyumbani, unaanza kutakasa kufulia nguo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini lazima muonyeshe wajibikaji. Rebeka alionyesha wajibikaji, alijituma. Na ukisoma Biblia pale walimuuliza kwamba kazi ile ilikuwa ni ngumu, kazi ya kuchotea ngamia, akawaonyesha washibe maji. Hiyo ilikuwa kazi rahisi, sawa na kuwachotea ng'ombe 50 kwenye kisima. Kwa mtoto wa kike wa Lavanga unaweza leo? Peke yako unachotea ng'ombe wangapi? Si huyu utakuwa nyingi. Basi hizi. Basi ngozi hizi. Wajibikaji. Rebeka alionyesha nini jamani? Uwajibikaji. Binti wa kutolewa mfano. Na huenda pia Rebeka aliomba Mungu kwa muda wa kutosha kwamba Mungu nipe mme sahihi. Jinsi alivyoomba na Isaka ameomba na baba yake ameomba, Mungu amewakutanisha waombaji kujibu maombi yao. Lakini leo tunaomba kwenye kuchat na kujitangaza kwenye Facebook. Hata asiye na simu kubwa, ana simu ndogo lakini yuko hewani. Kule mnatafuta nini? Soko. Na biashara yoyote inatangazwa jamani, hamkosei. Biashara yoyote inafanyaje? Inatangazwa. Kuna biashara sio tangazo. Kwa hiyo ukikutana na wateja unashukuru eti. Ishini maisha ya haki. Mmefufuliwa na Kristo. Yatafuteni yaliyo juu. Yafikirini yaliyo juu. Yatendeni yaliyo juu. Usifanye mambo ya ajabu ambayo watu watakushangaa, watu watasikitika kwa ajili ya maisha yako. Unaenda kukosa maadili, na kukosa maadili ni anguko kubwa sana katika maisha ya mtu. Kuishi maisha